hate it. Kila time unasemaga rolling na feeling kwanza hiyo ngoma. Ni muscle memory ama. I think so. It's that never ending funny not funny joke. Yeah. But anyway, another day manze kulikuwa kumeanza vizuri, alafu manze niko na ufalo. Siki nilifua jacket zangu zote. Sasa ndio nimerealize nilifua zote. Mamkaga tu na ile energy ya kukua na kudu laundry ukajipata umefua kila kitu. Itabidi tu umeteseka sasa. Sasa itabidi manze na ninaishi Kikuyu mtu wangu na leo jua ilikuwa imechungulia alafu ni kama imeenda tena. Wana Diego Gekati. Anyway, guy noega. It's your boy Reverend Rasta Kiki Masai, as usual the one and only. Shoni ile mnapenda thinking and living outside the box. And remember, as usual lazima tuwakumbushe. Kwa kila truth, kuna truth ngapi? Tatu. Kuna truth yangu, kuna truth yako na kuna the truth. And none of us can tell the truth. We can only give perspectives of the truth. So right about now, nda dive directly into the topic. Leo nataka kuongelea kitu inaitwa plans. Not plants, plans. Mifago, mipango. Yes, plans. And nataka kuanza hii na twist. Niko tu na kaswali Miles. Una believe in God? I think so. Bado sija kucorrupt. I think so. But I hope I'm doing a good job. But anyway, you hope so. Wait a minute, that's what I'm saying. Nimesema. Nasema I think so. You think, hey bro, okay. It's thinking outside the box, but yo, sawa. So, unajua si tuliambiwa you have to believe in something. Yeah. So mtu unapika side. So okay, of late mtu unafikiria for yourself. So, mbona nipewe brain kama sifai kuitumia. So anyway. The reason why nimeuliza hiyo swali ni because first question nataka kuuliza leo. Yeah, to all of you guys out there. Una believe in God? Na kama jibu yako ni yes, then this is another question. Kama una believe in God, mbona basi wewe make plans? Si ndio zijipe ama? Na si God already has a divine plan for you. Na kama plan yako na plan ya God haziendanishi. Lakini si wanasema Mungu alikuumba. So anakuweka hiyo plan yake kwa akili yako ama? Na kama plan yake plan yenye amekuwekea kwa akili ni wrong according to wale wanakuhubiria about your God. According to the religion unafuata. Because una get like ukiput brain into this, so unanipatia gele swali fulani na kuulizanga point ya kupewa free will ilikuwa gani? Alafu nikaambiwa uko na free will, but ukitumia free will ndakupunish. Sije kama inakumekea sense. Okay, nilipata view nyingine. Kila mtu anajuanga Mungu kivyake. Kila mtu anajua Mungu kivyake. Alafu sasa kuna wasee wenye wanasema hivi ndio unafaa kujua Mungu. The collective ni religion. Because all religions go within a certain set of rules. Unaget na like hata within the religions bado kuna wase wamekataana. Kuna the Catholic Church, alafu kuna Protestants. Na kama Protestants ni wengi ile design, hata mimi nikiamua kuanza kanisa yangu leo naweza. Ni kusoma tu theology. Unaget. Anyway, nimeshaanza kanisa yangu iko hapa YouTube for now. Physical location tutawapin very soon. Lazima tuwahubirie mtu wangu. Lazima tuwafunze kulive a good life. Waambie requirements. Nakumbuka nikicheka sana nikisikia hizo requirements. Lazima kumeomoka ndio ukamkwa church. Tulia bro. Si kanisa yetu hatuuzi hope. Hope yetu imeisha. Si tunauza reality, si tunauza truth. Na tuna believe manze Joro Safi hawezi kuwa ambassador wa God. Mwenye anaona kila kitu kwa hii dunia. Na umesota. Babako ndio anaona kila kitu na umesota. Tulia bro. You see, that's not the kind of gospel we preach around here. Babako anaona kila kitu, wewe ni representative wake kwa earth, so una own kila kitu. So lazima uamoke kwanza ndio ukamko kanisa ya Reverend Rasta wewe. Ni kiimani. Wewe kiwe. I hope mmesikia. Hii ni kiimani. Anyway. Anyway, that was not the point. The point ya leo ni ati
Hiyo story was reason why nauliza about plans, because a lot of times tuna get lost, because hii concept ya faith, wasi wengi wanasahau faith ni nini, wasi wengi wanasahau hope ni nini. You know, like wase wameuziwa an idea ya hope as a when I say it, like it's like a drug. You know, it's like a very beautiful drug where every time you inhale it, nilielezea hiyo kwa ile vida fulani yenye, you know, we're talking about it in depth, but when you come to the reality of life, you realize life is sudden and life is fair, because it's unfair to everyone in the same kind of level, you know. But it doesn't change the fact that unaweza make plans zako na zisound ridiculously awesome, but life is switch kitu moja tu about life yako na plan yako mean nothing, ikuwe ridiculous, life yako i-change. Unaget, unaweza mko ukiwa Kenya leo, kesho uamke ukiwa Uganda. Unaget, kuna wase walilalaga peacefully ile night fulani ya election 2007, walilalaga peacefully, but wakirauka walirauka in mayhem, in chaos. Gotham. Unaget, na wengine hata wakuamka. Unaget ya fam. It's a very interesting thing that we believe that we're in charge. We believe that as humans sisi ndio amuaga venye kutaenda, but in reality kuna forces mingi sana zenye zina control venye life zetu zitaenda. Naweza kuwa nimemake plans leo naenda kudu kitu fulani, but niamke asubuhi nipate kuna kitu imeni happen ya saa hiyo yenye inafanya hakuna kitu naweza do, hakuna place naweza enda, whether I like it or not, you know. Na hizi ni vitu poa tukue tuna consider when we're making these plans, because mimi sisemi tu si make plans wadau. Unaget, hata mimi niko na plans yenye nimejimekia kadhaa, but mimi umekigizo plans more as a prayer, more as a command to the universe, you know, because I've realized I am God. I am God. I don't see God outside there. I am the plan. It's a singularity, you know. Na kila kitu yenye inarushagwa side yako inakuwa ni challenge unaweza handle. Unaget, na hiyo challenge unaipitia ndio uweze kubecome a better version of yourself, you know, for the next phase of your life, you know, because there's always something changing constantly in life. Constantly kuna kitu inabadilika, but a lot of times we ignore the change is the only constant in life. Wachiki pale unakumbuka ile K is constant. Ilikuanga formula gani? Sikumbuki, but ilikuwa tu fizo, but nakumbuka K is constant. Sasa hivi K ni change. Unaona, hata jua like every single day hazifanani. Jua sometimes ina giving way for mawingu kama leo. Sometimes mawingu inakuwa so heavy ina give way for rain. Sometimes kila mtu ana clear, ana give way for the sun. But hakuna siku mbili zitaifanana. Hakuna activities mbili tutaidu tuzidu the same. The reason why I enjoy football today, except ni the same repetition of the same sequence, the same tournament, the same people. But the reason why we enjoy it is that every single tournament is different. Every single league is Honorable different. mention. You know? And that's why people are crazy about it. In a change, not in the nature of doing it. It's still 11 players per team. It's still one ref and 2 linesmen. It's still, you know, one stadium. But it's different results every single time it happens. Different players. Yeah. Different coaches. Different, you know. And I know it's the same players switching to different teams, to different cities, to different everything. It's the same coaches switching, you know, new coaches coming up, but new players coming up, you know, replacing the old ones. But the concept of the game is the same, but the change is there. We see it, we experience it, we celebrate it every day, you know. And that's the thing we forget about life. Even our single personal lives, hiyo ndo kitu yenye constant, zina change. Sometimes it's a negative hit, sometimes it's a positive hit, but the truth is, it's changing. But tumefunzwa, kwanza kuna hii life fulani, tumefunzwa ku expect positive every day.
every day. But kuna hii kitu inaitagwa the yin and the yang. The balance between the good and the bad. You know, na reality ni kwa kila good kuna bad na kwa kila bad kuna good. So if you choose kila kitu mbaya itakufanyikia itakuwa inakupeleka down, then manzi utaishi kuwa down. But if you choose kuanguka kila time uokote kitu ukirauka, yeah? You don't just lie there. Unaweza pata manzi umeangukia goro. Okota kitu, amka na like learn kuadopt to new experiences, to new lifestyles. You know, learn kukuwa more comfortable in every situation. Because the only way utakuwa comfortable in every situation. You know? It's a confusing way to live life, but na feel leo hiyo ndo ile vibe nimefeel nikiwa nayo. Na feel, you know, we need to stop being so stuck up. You know, and allow the universe to mold us into what we're supposed to become. You know what you want, but can you let the universe guide you there? Can you let the universe get you there? Or must you be the one who's, and you're the power of the world, when ule msee, lazima tu, you know? And I feel like hapo ndo tuko lost wase wengi, man. Kiburi si mbaya, mimi nakuwaga na mingi lakini do you know when imekuwa too much even for yourself? Because that's the interesting, but that's the balance between life and, you know, life. But anyway, wase Reverend Rasta hapa, the one and only Kiki Masai, hakuna mwingine kama yeye wadau. Lafu show ni ile yetu, thinking and living outside the box, remembering hiyo truth nimeshare ni truth yangu, bro. So if truth yako ni tofauti, make sure umeshare na sisi truth yako, tumeisikia. You know, let's keep growing each other. Let's seek the truth, let's find the truth, wase. Tusikubali kukufa before tujue hii ukweli ni gani. Alafu panze pia help our channel grow, wadau. Kama unapenda hiki kitu tunawaduia, finya subscribe button hapo, weka notification. Hizi shows zitakuwa zinakuja within every 24 hours, you know, like share them pia. Yeah, share them, bro. Waambie mabeste wako wajue kuna Reverend Rasta Kiki Masai. Church ni coming soon by then. Tuko serious about this story. Church ni coming soon. Muomoke. Na muomoke mzee. Hii story ya kuleta wase maskini, unakuja unanipatia sadaka alafu unaenda kulala njaa. Tulia bro. Sisi hataki mashida kama hizo kwa kanisa. Nipatie sadaka kwa sababu Mungu amekubariki na ni kiimani. Yeah? Kuja kwa kanisa sikiza neno. Si about the sadaka, ni about the neno. Si wasitoe tu sadaka. Yeah, bro. Like kama usikize vibe. Kama unaget isi ile kanisa, ini kama ile ya Kamlesh, mnakuja tunapika pamoja, tunakula chai, tunakunywa tunakunywa mkate. Anyway, till next time. Until next time.